Bwana Mr. Ndacha sasa hivi anasema watu wanaosema Mungu ni wapo watatu, Mungu Baba, Mungu Mwana na Mungu Roho. Ndacha anasema ni mashoga. Hilo ni fundisho la ushoga. Mwaka juzi alikuwa anatetea Yesu Mungu, leo hii anakataa, anasema kwamba Mwenyezi Mungu ni huyu, ni mmoja, ni Mungu Baba wala sio Yesu. Hebu tumsikize Ndacha, anasema ni mashoga wote mnaosema watatu. Huyo sio nafsi ya pili ya Mungu. Na ndio nikakwambia ushoga umepotokana na fundisho la utatu. Kama wewe unaamini fundisho la utatu, kuwa shoga ni rahisi tu. Huwezi kuamini fundisho la utatu na ukatae kuwa shoga. Kwa sababu unaaminije ya kwamba baba anatoshana na mwana? Wakati Biblia inasema kichwa cha kila mwanaume ni Kristo. Wewe unaweza kutoshana na Kristo wewe mwanaume? Kama hawezi kutoshana na Kristo, jua fundisho la utatu ni uongo. Alafu kichwa cha kila mwanamke ni mwanaume. Kwa hivyo wewe ni kichwa cha mkeo. Sasa wewe unaweza kutoshana na mkeo? Kama unaweza kutoshana na mkeo, mwambie akuoe. Naam, nadhani mmemsikia Mwalimu Ndacha anasema wote wanaoamini Mwenyezi Mungu hapo watatu ni mashoga, kwa sababu hamna Mungu ila yeye Mungu ni mmoja. Lakini vile vile Mr. Danieli anasema kwamba Ndacha amekuwa Muislamu nusu. Ndacha amekuwa Muislamu nusu kwa sababu anaamini Mwenyezi Mungu ni mmoja, ni Waislamu. Subhanallah. Hii ni dalili kwamba Ndacha ameelewa. Tumsikizeni Mwalimu Danieli, ushahidi ni hapo. Kwenye eneo hili naomba tu niwe wazi. Una ndugu mmoja anaitwa Francis Ndacha. Mwalimu Ndacha. Kabla alikuwa anafundisha vizuri tu kwamba Yesu ni Mungu mkuu. Na amehubiri hivyo kwa muda mrefu. Akafika mahali andiko hili likamwangukia. Akaanza kupotoa maandiko. Akitangaza Yesu siye Mungu. Tena siye Mungu mkuu. Akatokea mhadhiri wa Kiislamu anaitwa Dr. Sule. Akasema huyu yana kimkusudia Ndacha. Ameshakuwa Muislamu nusu. Maana yake awe Ndacha ananisikia, awe Sule ananisikia, na wote jumuiya ya Kikristo, ya Wakristo wote na Waislamu wote, mpaka siku Ndacha atakapobadilisha aina ya mafundisho yake ya upotovu, ndipo Uislamu tamtoka. Kwa hiyo mpaka hivi tunavyoongea hivi, kumbe tayari Waislamu walikwisha kumsilimisha Ndacha. Naam, sasa Wakristo wote mlikuwa mnamfuata Ndacha na mnamwamini ni mwalimu. Ndacha ameomba radhi kwa mwaka jana watu ambao wamewatangazia Yesu Mungu. Kama kuna watu walikufa, waliingia motoni kwa sababu ya Ndacha, lakini Ndacha ametubu, anaomba radhi kwamba anasema Mwenyezi Mungu ni mmoja. Kwa hiyo Wakristo wote na waomba ambao mnamwamini Mwenyezi Mungu kwa mujibu wa Biblia na Qur'ani, mnamwamini Mwalimu Ndacha anavyofundisha mafundisho yake kwamba Mungu ni mmoja na sio watatu, naomba huu ni wakati wa kubadilika. Tubadilikeni. Leo hii Danieli bado angania Yesu Mungu, lakini kuna mdahalo Danieli alishawahi kusema Yesu sio Mungu. Yesu ni mwana wa Mungu, kwa sababu alikaga mada kati ya Muhammad na Yesu nani wa kufuatwa. Sisi Waislamu tukaenda wao wakaanza Yesu sijui hivi na hivi, Yesu sijui na hivi na hivi. Wakatupa sisi Waislamu muda wetu. Tulipofika katika muda wetu tukaambia Danieli mwalimu, kabla leo hatujajadili kati ya Muhammad na Yesu Kristo nani wa kufuatwa, kwanza ututangazie leo Yesu sio Mungu, ili tumfananishe Muhammad na Yesu nani wa kufuatwa, kwa sababu mdahalo wa jana mmetutangazia Yesu Mungu. Leo hii mnatutangazia kati ya Muhammad na Yesu nani wa kufuatwa. Maana yake mshamtoa kwenye uungu, mmemweka kwenye level ya mtume. Sasa hapa tutoi mada, jadilianeni kwanza, mmalizane. Tukiamini Yesu sio Mungu leo, basi tutafanya debate. Danieli alipokuja akasema Yesu sio Mungu. Wallahi billahi, akasema Yesu sio Mungu. Lakini jana alitoka kutangazia Mungu. Lakini pia wale ndugu zangu ambao wanasumbuliwa na tatizo la tezi dume, Sheikh Shafi Shoma Lipango, dawa yenu imeshafika. Dawa ziliisha lakini sasa hivi zimefika, mzigo umetoka Mbwindoko, mzigo umetengenezwa tayari mashallah. Wala wanasumbuliwa na tatizo la tezi dume, dawa ya asili ni nzuri sana ile dawa.
Mtafute Sheikh Shafii Shomari Pango kwa namba hizo hapo, hizo zipo kwenye bio. Ukiingia kwenye profile yangu utaona namba zimewekwa pale kwenye bio. Wabarakatu, wapenzi ndugu zangu, leo nakuja na jambo ambalo watu wengi wanapata nalo tabu sana, lakini wengi wamekuwa waoga kufanya operation. Tunayo tiba ya tezi dume. Watu wengi wanaofikisha miaka 40 kwenda mbele, jambo hili kwao linakuwa ni jambo la kawaida la tezi dume. Na ukitaka kujijua kwamba wewe una tezi dume, jitazame ufanisi wako katika tendo la ndoa. Lakini jitazame, mgongo huwa unakuuma sana, kiuno huwa kinauma sana kiasi ambacho hata kuinuka kwako inakuwa shida, lakini kufanya tendo la ndoa kwako linakuwa shida. Lakini mara nyingi sana mkojo huwa unatoka mbele unakatika, au presha ya mkojo inakuwa ndogo, au mkojo unavyotoka kila usiku huwa unatoka sana wakati wa usiku kwenda nje kukojoa mara kwa mara. Hizo ni baadhi ya dalili ya kuwa wewe una tezi dume. Jitazame wewe mwenyewe dalili hizo unazo. Lakini mkojo huo unapotoka, sometime unatoka kidogo sana alafu kisha unauma, au unatoka kwa wingi sana kila muda unakuwa unakwenda kukojoa. Hizo zote ni dalili za tezi dume. Lakini tuwaambie Shafii kama Shafii, Allah katujalia tumeipata dawa ya tezi dume, na wengi wanaokuja kuchukua wanaisifia. Shida yake dawa hiyo, wakati unakunywa ujue wazi kwanza kiuno kitauma mara 2 yake, lakini ukishakunywa ujue wazi kwamba mkojo dakika 5 utagoma kutoka, kisha utakuwa unatoka kidogo kidogo kama matone, lakini mwisho mkojo ule utakuwa unauma. Lakini ikishafanikiwa kufanya operation yake, utakuta vipande vya nyama mbele vinadondoka au vipande vya damu vinadondoka. Ndugu zangu, usikimbilie popote ukiona hali hiyo. Wewe kunywa maji ili uweze kufresh.